Senator Karungo. Asante sana Bwana Spika kwa kunipa hii nafasi pia kuleta masikitiko yangu pamoja na kujiunga na wabunge wenzangu tukitoa rambirambi zetu. Na Bwana Spika, nimesikia Seneta Cherargei akisema labda tungekuwa na shule yaitwa Mambo Mbotela, labda tungekuwa na barabara yaitwa Mambo Mbotela. Hiyo iko sawa, lakini kwa sasa ile inaweza fanyika kwa haraka ni sisi wote tukijadilia hii hoja. Bwana Spika, tuongee kwa lugha ya Kiswahili ambaye Mambo Mbotela mwenyewe alikuwa anatumia kutangaza. Na ninaposema hivyo Bwana Spika, tulipokuwa tunakuwa, huyu muungwana alikuwa kielelezo cha kuigwa, sababu sisi ama mimi baada ya masomo yangu niliingia katika chuo kusomea utangazaji, na mimi nimekuwa mtangazaji kwa miaka zaidi ya 7 Bwana Spika. Kwa hivyo ni kusema alikuwa kielelezo cha kuigwa, na wengi tulikuwa tunapenda vile alikuwa anatangaza Bwana Spika. Ufasaha wake katika lugha ya Kiswahili, wengi wetu vile seneta wa Laikipia amesema, sisi ambao tumetoka katika mlima tuko na ile shida ya L na R Bwana Spika. Na unaona wiki iliyopita iliniweka kwa shida wakati nilisema routing, kumbe nilisema looting, kumbe nilikuwa namaanisha routing. Ikaniweka kwa shida, lakini vile tulikuwa tuamsikiza, tulikuwa twamuiga kusoma habari vile anasoma. Tunamsikiza akiuliza je, huu ni ungwana? Tunazunguka kwa kijiji Bwana Spika tukisema vile vile. Kwa hivyo alitusaidia sisi ambao tulikuwa tunamsikiliza kurekebisha ama kufanya Kiswahili chetu kiwe Kiswahili sanifu Bwana Spika. Kwa hivyo mimi ningesema pole kwa familia, lakini ningejiuliza kama ningekuwa najua hii hoja ilikuwa yaja leo, tungeweka watu wengine wengi kule ndani ambao pia walifanya huduma kwa hii taifa, kama Wafula Chebukati tungemweka pale, sababu pia yeye amefanya huduma katika hii taifa Bwana Spika. Tungeongezea wengine na tuweze kuleta masikitiko yetu na pia kuleta rambirambi zetu. Kwa hivyo naunga hoja mkono Bwana Spika. Senator Sifuna. Mheshimiwa Spika, kwanza wacha nimkosoe kiongozi wa wengi kwamba haijachukua siku zaidi ya 10 tangu tumzike Mheshimiwa Leonard Mambo Mbotela. Tulimlaza pale Lang'ata tarehe 15 mwezi huu. Labda hiyo tarehe inakuchanganya kwa sababu ulikuwa katika maeneo ya Addis kwa shughuli nzima ya uchaguzi wa AUC. Mimi mnavyojua ni mtu wa mkono wa Mheshimiwa Raila Odinga. Mimi nilisalia hapa Mheshimiwa Spika, na tukajiunga pamoja na wakilishi wa kina mama wa kaunti ya Nairobi Mheshimiwa Esther Passaris pamoja na familia ya mwenda zake Leonard Mambo Mbotela katika maombi pale katika All Saints Cathedral Mheshimiwa Spika. Na ilikuwa ni siku ambayo sote tulimkumbuka huyu shujaa wa utangazaji wa habari katika taifa letu hili la Kenya. Mheshimiwa Spika, kinachonishangaza ni kwamba unamkuta seneta kama Mheshimiwa Cherargei anatumia fursa hii ambayo tunachukua kumenzi mtangazaji mkuu katika taifa letu kuingilia ama kuwakosoa wale waandishi wa habari. Mheshimiwa, habari unazochagua kuona wewe ni up to you. Yani ni wewe mwenyewe utachagua ile channel utataka, kwa sababu wakati ambapo tunakuwa Mheshimiwa Spika, utakumbuka kwamba kulikuwa na kituo kimoja pekee cha matangazo na nilikuwa ni kituo cha Mama na Baba. Lakini kwa sasa kuna vituo vingi. Kama unaona kuna kimoja ambacho habari zake zinakukera, basi una huyo uhuru wa kubadilisha na kutazama kubadilisha mitabendi walivyokuwa wakisema. Lakini Mheshimiwa Spika, mimi ninavyojua kwamba
zile stesheni za matangazo zitatangaza matukio jinsi ambavyo yalifanyika, kwa sababu kama leo Sifuna alirushwa nje ya nyumba la Senate, hautarajii kwamba waseme hakurushwa nje. Kwa hivyo tuweze kuvipa vituo vyetu vya matangazo nguvu ya kuweza kufanya kazi zao. Honorable Speaker, mstahiki Speaker, unajua tulikuweko na pendekezo mwaka 2007 kwamba tuwe na Heroes Corner pale katika kiwanja chetu cha Uhuru Gardens, na nimesema hapa mara nyingi ya kwamba kiwanja hicho kilitwaliwa na jeshi na mpaka kufikia sasa hatujaweza kufanya kazi hiyo ya kuweka Heroes Corner pale. Pia kuna sheria inaitwa Kenya Heroes Act, Mheshimiwa Speaker, ambayo inasema kwamba tuwatunze na kutoa njia ya kuwatunza hawa ambao ni mashujaa wetu. Nilishtuka sana Mheshimiwa Speaker kuona yule ambaye ni speaker mwenzako katika nyumba la kitaifa akisema kwamba ameshangazwa na kusikia kwamba Leonard Mambo amezikwa katika makafani ama makaburi ya Lang'ata. Mheshimiwa, sheria hiyo inataka bunge, yani sisi tutoe fedha ili kuweza kuwasaidia hawa mashujaa wetu. Hamna mtu mwingine mwenye kupewa hilo jukumu. Kwa hivyo spika wa ile bunge la kitaifa pamoja na wale ambao wanaratibu pesa zetu jinsi ambavyo zinatumiwa, waweke fedha katika hii Heroes Act ama Heroes Support Fund ili waweze kupata hiyo support ambayo watu wanasema wanahitaji kupata. Kwa hivyo kwa ajili ya kumenzi huyu shujaa wetu, basi ni lazima tuangalie hii sheria. 30 seconds. Just give the Honorable Senator another. Naam, Mheshimiwa Spika anasema sisi kama bunge, ili tusije hapa tena kulalama jinsi ambavyo mashujaa wengine wanatelekezwa, tuweze kuweka fedha kwani katika bajeti ya mwaka huu, kwa sababu tuko katika hiyo cycle ya bajeti. Mheshimiwa Spika, kwanza na Spika la bunge la kitaifa, hata hapa tuweke pesa kwa ajili ya hii National Heroes Assistance Fund ili tusije kupigwa na butwa jinsi ambavyo nilimuona Mheshimiwa Wetangula akishtuka. Asante sana Mheshimiwa Spika. The Senate Majority Leader. Bwana Spika, mstahiki Spika, najumuika na wenzangu maseneta katika kutoa rambirambi na pia kumshabikia huyu mwanahabari ambaye ni tajika sana katika taifa letu la Kenya kwa kazi yake aliyofanya kwa ustadi hadi kufikia alipofikia, kwamba nafikiri kila mwanafunzi wa masomo ya wanahabari wale waliokuwa wakati ambapo walikuwa kazini na hata wakati alipostaafu, Bwana Spika, walikuwa wanatamani wafanye kazi alivyofanya yeye. Kwa hivyo Bwana Spika, najumuika na wenzangu kwa kutoa pole zetu kama bunge la taifa la Senate. Ya pili, kujumuika na Wakenya wote ambao walimshabikia na kusema asante sana Heko, shujaa wetu, kwa kazi yako ambayo umeifanya kwa hali ambayo imewafurahisha Wakenya wote, na kusema kweli hapa kulikuwa na mwanahabari. Si kila siku Bwana Spika ambapo tunapata mtu ambaye baada ya kutuaga watu wanashabukia na kusema huyo katika kazi zake alifanya kweli ilivyotakikana. Kwa hivyo Bwana Spika, kukitokea mambo kama hayo, ndiposa taifa la Senate, pengine kuna wengi wanajiuliza itakuwaje baada ya siku karibu 10 vile tulivyoelezwa na kiongozi seneta wa Nairobi kwamba imekuwa ni siku 10 tangu walipomlaza, ndiposa bunge inazungumzia masuala haya. Ni kwa sababu kazi yake nafikiri hata baada ya karne 10 bado itakuwa inakumbukwa katika taifa hili. La mwisho Bwana Spika, nimesikia wengi wa maseneta pengine wakitoa mawazo kwamba ingekuwa vizuri kama tungekuwa na kona ya kuwashabikia mashujaa wetu. Lakini hata sisi kama seneti Bwana Spika, imefikia mahali ambapo tunafaa kuwa na kumbukumbu yetu sisi kama senate wenyewe, hata si bunge pekee, si bunge kwa jumla, sisi kama senate ya Wakenya ama binadamu yoyote ambaye wamefanya mambo ambaye sisi kwa kimo chetu kama seneti tunaona kwamba wamechangia kufikia mahali inabidi tuwakumbuke. Katika lugha ya Kimombo yaitwa Hall of Fame, yani pahali ukielekea katika institution mbalimbali Bwana Spika duniani, unapata kuwa huwa wana sehemu ambayo wametenga na kusema kulingana na sisi tunaona bwana fulani amefanya mambo yake vizuri mpaka inabidi sisi kama chuo ama kama wizara ama kama pahali popote Bwana Spika tuwe na kona yetu ya kuwakumbuka watu kama hao. Imepika mahali ambapo lazima tuwakumbuke wale ambao wametoa mchango mkubwa katika kuhakikisha taifa letu Bwana Spika limekuwa bora, na tuanze hapo na wale waliojitolea kuhakikisha kwamba tuna ugatuzi.
tuandike tuseme huyu ni nambari ya kwanza, ni fulani na fulani, tunajua mchango wake katika kuhakikisha Kenya una ugatuzi, na pengine wale wamezidi katika miaka ya baadaye kuhakikisha kwamba ugatuzi umekita mizizi, kisha ndiposa tukifikia kwa shabiki. Senator Oburu Odinga. Yeah, thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sir, I also want to give a word on the demise of my friend, Leonard Mambo Mbotela. This great man of Kenya came from very, very humble backgrounds, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, this man came from the background of those slaves who were freed and brought to Kenya, to some place called Freetown. And Mr. Speaker, they came from that humble background, and one of his uncles was a councillor here in Nairobi. And there is an estate here in Nairobi called Motela Estate. Mr. Speaker, sir, this man started also from very junior ranks in the KBC. They used to call them Voice of Kenya. And he grew up through the ranks. He grew up through the ranks to become so famous, Mr. Speaker, that everybody in Kenya knew who Leonard Mambo Mbotela was. Mr. Speaker, one day in 1982, there was a coup in this country. Mr. Speaker, I woke up at 6 o'clock. I was in Mombasa. That time I used to work in Mombasa. And a sister-in-law of mine woke me up and told me, Oburu, have you heard there is a change of government? He told me, just open your radio. You will hear what is happening. And I heard the voice of Leonard Mambo Mbotela. And I thought, this thing is complete. If Leonard Mambo Mbotela can announce this event and say, polisi wawe raia, polisi wakae kama raia, then immediately I came out of my house, which was in the center of town, and I saw at Makupa police station, all the policemen were walking there in civilian clothes, just what Mbotela had said. So, but then things started changing by 12. So, but he kept on. People thought he was involved in the coup. Leonard Mambo Mbotela was not involved in that coup. He was actually hijacked by those people and made to make those announcements which he made. So I think this needs to be cleared, that Leonard Mambo Mbotela was part of the coup, was not part of the coup, but he made that great announcement. And his announcement on the Ungwana,